Lakini Matobu sisi tunavyoelewa ni yule mama ambaye hakubahatika kuzaa wala hakuolewa wala hakuwa na mtu yote kuweza kuwa naye ndani. Na kwa sababu sisi mazingira yetu kwamba kila mtu anaishi na mtu anayemfahamu, basi yeye anapokaa mwenyewe kwa muda mrefu anaonukiwa, kwa hiyo anafikiri kwamba ni vyema atafutie mtu mwingine anaweza kumsaidia kazi. Sasa hawezi kuomba mwanaume. Kwa hiyo naona jambo rahisi ni kwenda kwa mtu amombe binti wake amchukue kama mkamwana au kama vile angeoa. Amesa gane benga none nare kuibara abana barakwa. Ndaibora omono no waiguri go mukari yaitiriwe kyagata akengento na mabanga. Nuwane yare na uwana wa mbere. Basi Bana bana kutoka hayo na tetirwe umushasha anonguikana ndaibora abana barakwa hano bagusira mu mushasha akanyanga. Ya kwanza kante betari timoreno. Ya tebetiriga. Chingoma ndishena. Na sheno sha kwa moto sheno. Ndishena. Yantemire ribauru no yantemire hano kuya kogwa. Akagote geta kantemire. Basi esa fuari eno yantibitire kegesokeno. Na yantemire akanyita akangura akahira kunguku mura. Mama sakaga igoro tokuma rigena rera ruanse hayuigo na mobantu ana guntu bakunguku na rio kire hayo karibu saa 12 nkanyonde ngikubwina monse muyo andikeye gisaka kyale homa hata sasa chinkuru tisirari man ndisheno chikeri mono kubyara mono mandisheno pora mahugaga gon tebeta bona tubiriga asi nkavoka nkaikarai bunyingeno nkaburu kankagenda kwa mahumora nkarichoka orotare roho nkayankara omukari wonde areho araherega n'ingombe mukaminya moto nyakwabu nani obonye no yeshe akanyo ndenge kengabituyu akarusingibu yae akambisia anakumbisia anakumara akayaga tebe mwiruwane na tata byara pagasha bakansora kunguku pagantora kumugikora ukorora nyure anakuruho anekoba saa 10 para abene mugiba koboha bakaya bakabatebi bagasha bakangega saa 1 hayo bakahira watata byara bakamare nkarari nkibuka kibuka soa CTV ni kira bakasoa CTV agasha akabima akaboriga keno keramwite omwana kwire imonda mumuhire musoma bakobo higa hana abatweri banoni atora ko baita bonso ni hamaliari nyani ngotema ligona hikiri gonto hikesa 11 ligona hikiri go baba paka mbandusi ro mwana karibu saa 2 ibutiko mani okanya temirukuro umunyo omutokono gumwamire go bariki nyingi kene bandusi basi ne kutoka hayo
na rore nkahuena kamara nkavoka nkaya Kenya. Kaya ngaikara Kenya makoko kumwe nkaruho ngashe bunchari naho nagige yenda yo monono ana kumari myaka eki ene nkasha nawe nigwage kuma haigo abori maye ushiko ndetera na kiharamu nenda baite. Sasa nimeshakuwa mkubwa, huyo baba atanikataa kusema tutaja. Baada ya kuja tukakuta ya baba naishi pale ni yule Mkuyu. Sasa baada ya kufika hapa sasa, si alikuwa baja, kazi yake ilikuwa ni pombe, alikuwa halimi, kazi yake ilikuwa ni kunywa pombe. Baba akanikimbiza, akanifukuza kutoka pale mpaka hapo chini. Na hapo kwenye idara ya maji, hapo kwenye idara ya ujenzi walikopo wafanya kazi. Pale kwa baba mdogo walikopo madada zangu. Kabidi madada zangu wakapiga yowe. Kwa sababu kilikuwa sio kitendo cha kwanza kwa mama. Kilikuwa ni kitendo cha pili. Kitendo cha kwanza ni ambacho alichoua mtoto wa miaka 7. Analingana na huyo. Ananiletea, anatoa Kenya, anakusha kunionyesha wanaume kapaka. Huyu ni mtoto huyu, nataka kafue. Kumbe habati yake akapiga rurururu, watu wakamsakia. Vijana wakajitolea, wakakimbia, wakaja wakanikamatia pale barabarani, wakanishika, wewe mzee Nyamori, sasa mfanyeje huyu binti wako? Sasa huyu mama nataka mmalizie watoto wao napigwa na huo. Kabidi wakaniokoa, wakaniweka kwa baba mdogo mpaka mama alipofika. Kabidi wakanikabidhi mama. Basi nkangosa nkaya kwanza ngaikara Mayani tegeruka naho mono nasomeye ishure tegeruka naho amareye kamara nkamuringia nkamureta aje gusarwa akamayo tingutuna kiharamu mura wabo akamwimerera agasarwa mare gusarwa agatugutirihe dwatutemere kagocha amaguru gano muno amaguru gano kakabireta puru kakabiki nyingi kene anondori sitivina achante beta shisinda ni atakura amatamu kakaretera kwa matuma atamaiso kante kumavu. Basi nkaheta bono kuyangureme kayangureme bono noho ukuruyo ndaheta kuyena eno ngeni kai kegere geituma nkuribya sara bya maroma no anona ge kisingani kugisinga kere geituma age yahagashiri hoteli agoye aratereka areheka umushare ni shahi mandasi matumbwa na woneno ndatereka busia shimbire siyo akagambiga hagashi nyumba yiri bate nkamukaniga tigangende kutonera umuntu na hugusha bono ndasha guteto no mwanyuru nyumba muno. Mira na desturi ya huko kwetu ikabidi tutairiwe. Sasa baada ya kutairiwa naenda hivyo 16 ndio nimeolewa na nimezaa watoto 3, aliyepo ni mmoja tu.
Sasa baadaye mimi kawaida mimi huwa watoto wangu wanapotaka kuolewa huwa nauliza kwa siwalazimishi. Nauliza hata kama ni kijana namuuliza kwanza mmeshawasiliana, mmeshakubaliana, nisije kukulazimisha kwenda sehemu ambayo moyo wako haupendi. Mimi mwenyewe tu roho yangu ndio iliyopenda hivyo tu, nikaona ngoja niolewe na mwanamke. Kwa nini? Naona sasa hata huyu binti mkubwa huyu, kuna mama mmoja alikuja hapa ambaye ni mama mkwe yake. Alikuja, baada ya kuja akanieleza, baada ya kunieleza nikaanza sasa, kwa hiyo kama binti mmoja amekubali, simlazimishi. Kwa sababu hata kuna wengine, kuna watoto wa kiume walikuja kama wawili mara mbili wanakuja hapa. Na walikuwa wanakuja tu wengi uchumba. Akasema kwa kweli mimi baba, sikubali. Wala sikulazimisha na mtu yoyote. Mimi mwenyewe ndio nilipenda. Vile nilikuwa nikiona hapa nyumbani wa baba yangu yani na wake zake wanapisha na hivi nikaona hapa hamna. Hivi wanaona wanawake si wanakaa na naona wameishi. Na kama ni kuzaa wanazaa. Kupigwa, kufanya nini, na kile sasa hivi tangu nimeolewa mpaka sasa sijui fimbo ya mwanaume ikoje katika mwilini mwangu. Wala hata sielewi fimbo ya mwanaume ikoje inavyopigwa mwanamke. Mimi hata mama mkwe sasa harama iko wapi? Sina harama ambayo nimeshawahi kukatwa kufanya nini. Ndicho maana hata sema niliona ngoja nijiunge na jembe la nyumbani na limia huko nyumbani. Masuala ya kupiga udereva nini? Siwezi. Kukata huko ndiko niliogopa kukatwa na mwanaume. Ikabidi niolewe na mwanamke. Sasa mwanaume atanikata hawezi kunikata. Hilo ile nikabisa ndiye tatu mkondora Mungu. Kwanza walikuja, huyo mama ndiye anayetaka mkamwana. Mwenyewe alisema eti anataka mkamwana kwa binafsi yake. Kila kuna mtu anayesimamia. Yaani kama wewe ndiye atakeni miliki kama swala ya kuzaa nini na nini, huyo kijana wa mke mwenzake. Unaona, nikasema na vile tulivyoonana na huyo kijana mwenyewe ikabidi tukao sisi nao yaani msemo wa kulia tu kumaini, yaani tumesifiana sisi wenyewe kwa wenyewe. Ikawa kuna kwa sababu huyo kijana tumekuwa naye hapa na tumeteuliwa naye wote mwaka mmoja, tumetoka wote jandoni tukiwa wote, tukaona huyu mbona ni hapa tu tunafahamiana. Unaona. Sasa ndio na vile alivyokuja kusema tu huyu ni wa mke mwenzangu na huyu ndiye atakayesimamia hata kwenye barua ya uoaji hapa nyumbani huyo kijana yuma ameandikwa. Huyu ndio mume wake. Yaani yule mama ndiye mtoaji mali na yule ndiye msimamizi wake kwa upande wangu eti huyu ndiye yana amenewa. Unajua kama ni mwanamke ndio kama ukiwa umeolewa na mwanamke. Huyu ndiye mimi namuone mkamwana wangu yani nakuwa ni mkamwana wangu. Sasa si yule ndiye tunayekabidhi wewe. Ndiye anayekutoa hapa nyumbani ndiye mgaburi. Anayekutoa hapa nyumbani anakupeleka sasa kwa yule mama. Lakini kama upande wa kulala ufanye upande wa kufanya nini, maongezi nini, matumizi yule mwenyewe anatoa. Sasa kama ukiwa umeona mwenyewe huyu yuko huko ngoja tu kama mnashibana nyewe wenyewe kwa wenyewe yuko huko si anakuletea tumizi. Hivyo. Ameoa ni karibuni hapa sasa mimi ndio nilikuwa wa kwanza kwa upande yani wa kukabidhiwa. Sasa hivi ndio ameoa mke wa kwake kabisa ambaye amepeleka mali yeye mwenyewe yani kwao. Tofauti labda ya mama yake au ya nani ya kwake. Na huyu bibi ametoa hapo nyumbani. Ametoa ni 300,000 ambazo ametoa kwa wazazi wangu hawa. Mimi nimezaliwa vile ninavyoona mama na baba na mtesa mama. Vile alikuwa akipigwa, anakatwa na mapanga, anapigwa mangeo na mama mwenyewe ni bubu haongei. Sasa mimi nikaona kwa kweli kuolewa na mwanaume sitaweza. Nikaona ngoja niolewe nyumbani tu. Lakini tumeona sehemu zingine hawa nyumba ntobo wamefanikiwa. Kwa sababu mtu ameoa alikuwa na ng'ombe chache, baada ya kuwa ameshaoa ile mkamwana akifika pale nyumbani anamsaidia kilimo na nini, wanaendelea kuzalisha ile mali. Baadaye huyu mama anazaa watoto wanaoitiwa ile mama na baadaye ile uko nakuwa mali inakuwa wanaoana ule mji unaanza kuzunguka. Kwa hiyo anakuwa ile mama anajiona kama sasa ameshapata familia. Sasa mimi nafikiri kwamba tukiacha kama nyumba ntobo zikome basi akina mama wengi watakuwa wamefikia vikongwe, watabaki kutangatanga. Kwa sababu kwa mazingira ya Kikurya nani atakayekuja kumtunza mama kikongwe ambaye hana mtu mwingine ndani. Nimeona mama huyu amezeeka. Kaona kwamba kwa kweli sasa hivi mama amefikia kimo cha kurudi kwao. Anaweza kufia nje.
tena ikawa shida ya kufanya nini, ya kukodisha gari kumleta nyumbani, au tunakuja nyumbani tunakuja tena baba yule bado anatangatanga, au tunamfanyia mahane si vizuri, ili turudi nyumbani tuje tujenge tuishi. Anongeye kuringa nishire n'abantu aba babiri, ona nomona naona nomona ishira angire igandingeyo abagaka bahano bachure bangire baba mara wagisiri engakiyo cherera rengi mwenikiti basi bangiriga tinkuya yohe rono norokondo rushingombe rwari tutsuki wanja baburiga tika tugende tukuchabe korokondo hara wikare. Alionitendea maovu mimi nikamtendea mema, kabidi nikamkusanya babangu nikamleta hapa nyumbani, akaugua, kabidi nikamuuguza, akaugua maupele mwili mzima, yani akawa anajikuna hovyo, kabidi nikamuuguza, tukawa tunafanya vibarua, namndia madawa, nampeleka hospitali, nachoma shindano, mpaka hatimaye ya kufariki. Alivyofariki makakazi wake walimkataa, yani walikana, akasema wewe umefanya visa vingi sana, kwa hiyo sisi wenyewe hao walikuwa wanatupiga na tunyanyasa, mke wako ulikuwa unampiga na mnyanyasa, sasa hivi mke wako angelikuwa na hatua nyingi sana, kwa sababu mwanamke alikuwa ameshaanza kupiga hatua kubwa, alikuwa ameshanunua ng'ombe zimeshajaa mji, alikuwa ameshanunua mbuzi ziko nyumbani. Halafu binti akawa ameolewa ng'ombe 40 ngapi, 49 kukosa mmoja kufika ng'ombe 50. Wewe ni mtu wa visa sana, kwa hiyo hata sisi hatuwezi tukafanya nini, tukamsherekea katika matanga yake, au kutoa au mbuzi au nini kuchinja. Lakini hayo yote mimi niliona ili nitende mema, nitaenda kwa Mungu atanipokea wema. Ibidi tukasaidiana na kakaangu, tukamnunulia sanda, tukasaidiana kwenye kilio hapa. Kabidi nikatoa mbuzi, mamangu akatoa mbuzi, rafiki yangu akatoa mbuzi, basi matanga yakaisha. Ntwamugigire tukasha tukarori omwaka mugima gukasiru gwa kabere agakwa tukabeka hano. Ya pombe. Uya anatoka kwenye yali kunywa pombe kweli. Akitoka kwenye pombe basi anakuwa bilibili. Basi wale ambao wakamwona wamezaa wangekuta wamezaa watoto wa kiume na wamejenga ule mji, kwa hiyo ingekuwa iko katikati ya familia kubwa. Sasa kwa sababu mila hizi zimeanza kupigwa vita, basi mama hawa ambao hasifu tunao ambao wametokea kwenye familia ya nyumba ndogo ndio wameanza kuteseka, kwa sababu hana namna ya kusaidiwa na watu. Sasa mnawakuta wamekaa pale pweke, hana mtu wa kumsaidia na hakuweza kupewa mtu wa kumsaidia. Mama mkuu huyu alinioa na alikuwa hana bwana, lakini tulikuwa vizuri. Wakati alifariki ndio nikaugua, nikaona mateso hayo na macho sioni, unaona. Sioni mateso ya kufa. Kwa sababu ya ugonjwa huu wa ukimwi ndio watu wameogopa namna kuita wake wa mama zao wadogo. Ingekuwa vinginevyo, kama ukimwi haupo haikuwa hasara, kwa sababu mimi nachukua mke wangu na mke wa mama wangu, mke wa baba ambaye alikuwa hakuzaa mtoto wa kiume, basi namtunzia mkamwana wake. Kwa hiyo tunakuwa na wake wawili au watatu, wote nawatunza tu bila sababu. Tangia niliolewa na huyu mama, baba mwenyewe aliniuza ningali mtoto, anafuata ng'ombe kwa huyu mama, huyu anauza anakula.
baba yule ananizaa. Sasa wakati nilikuwa mkubwa, sasa ndio akanipelekako basi kwa huyu mama. Akasema nenda pale kwa huyu mama, ni dada yangu. Wewe ukimkataa atakutengenezea mila ya kwetu huko, utakufa. Sasa nikaogopa. Nikasema labda ni ukweli, na wakati ule nilikuwa ningali mdogo. Nilikuwa vindi. Basi tukakaa na huyu mama na tukakaa naye. Sasa na huyu mtoto nikazaa huyu mtoto mmoja huyu. Basi tulikuwa tunaishi vizuri. Sasa tangia alifariki. Basi maisha yangu yakaanza, nikaugua macho. Nikaanza sasa kuteseka. Nikaanza sasa kuteseka. Mwaka huu wa 7 tangia nimeanza kuugua. Sasa mtu baba, huna macho kweli utafanya kazi? Nafanya hivyo. Naenda na mtuta kama huu. Nalima hivi. Alafu hivyo anaenda na mstari. Nikitoka na mstari, alafu nageuka hivi. Nalima. Na kusosa ni hivyo. Naenda naye. Kupalilia mimi nakaa hivyo natengeneza kama aje hivi. Nafuta majani hivi. Nafanya hivi. Kupalilia nafanya hivi. Alafu nafuta majani hivi. Naenda na uituta. Naenda na sehemu hiyo nikifika. Alafu narudi na sehemu ile. Watu wa kijiji ndio wananipa unga. Wananipa hela. Mkereme wangu huyo hawezi kunipa hata hela. Eti nenda kanunue mboga, hamna. Wa kijiji hiki kyake Ankoma ndio wananipa hela. Mwingine naenda ananipa unga, wengine wananipa hela, naenda nanunua mboga. Na manesi hivyo yananipa. Uone chacha. Shauri ya uzuri wangu kuzungumza na watu ndio kunanisaidia. Ngosi ndio narario hii. Si hawa ni kuniua tu. Na mtu ninamkuelima nina mtoto. Nyumba yenyewe huyu kaka yangu ndio walikuja akatengeneza. Basi yenyewe nachucha maji na kama. Sasa huo usiku huo. Na mimi wakati ule nilikuwa binti, nilikuwa sijui kwamba eti nitateseka. Najua nilikuwa ningali mtoto mdogo. Niliona baba anasema kwamba wewe akuoe tu. Naona ni vizuri. Kumbe siku za mbele kuzaa kutakosa. Niteseke. Wewe mkamwana alienda huko kutembea huko. Basi huyo mkamwana wako alioa ng'ombe. Kwa nilioa kamwana lakini angali bado kadogo, lakini mama yake alimchukua. Kaona kwamba maji nifufuka. Akamchukua naye huko. Ulimwoa ng'ombe ngapi? Nilimwoa ng'ombe 3. Nyumbantovu kwanza ina increase ratio ya HIV au AIDS. Kwa sababu mwanamke anapokuwa ameolewa na yule mama, yuko huru kufanya kitu chochote ambacho anachokipenda na kuchagua mwanaume anayempenda yeye mwenyewe. Kwa hiyo ina maana kwamba atakuwa kizunguka kwa wanaume kutoka mwanaume mmoja hadi mwanaume mwingine. Hiyo itakuwa inaongeza ukimwi. Kwa sisi tuna discourage Nyumbantovu, na pia kutakuwa na upungufu wa wanawake. Wamama wakioa wanawake, na sisi vijana tutaoa nini? That's my first point. Point ya pili, ningependa tuendelee kudiscourage Nyumbantovu kwa sababu ratio pia ya bastard ina increase kwenda juu, kwa sababu wasichana wanajincourage wenyewe, wanapata pregnancy before marriage, kwa sababu wanajua tukipata watoto tutaolewa na nani? Na kina mama Nyumbantovu. Kwa hiyo hii inaendelea increase namba ya bastard kwetu sisi, kwa sababu wasichana wanaendelea kupata mimba kila wakati wakijincourage, wanajua kwamba wataolewa na kina nani? Na kina mama. Kwa hiyo pia hiyo ita increase ratio ya HIV pia. Kulingana na maoni yangu, mimi nilikuwa nasema tu discourage sisi kama vijana tukatae Nyumbantovu isiwepo. Thank you. Na faida ya Nyumbantovu ni kwamba anaendeleza jamii, kama vile Bwana Johnson kule Uingereza anavyoweza kununua mtoto wakati mke wake amekuwa
hakuweza kujaliwa kupata mtoto, yeye anaendeleza jamii. Sasa sisi huku tunaona kwamba badala ya kununua watoto ni kuoa wanawake kwa wanawake. Sasa hiyo inakuwa influence kutoka kwa wazazi. Kwa hiyo sisi wazazi tu handle vizuri wake zetu, ndio watoto wasiogope kufanya nini, kuolewa. Na sisi vijana wapo tumeomoa mwanamke, kwani yeye si punda kupigwa. Natekana tumtunze kwa sababu we have human rights, na wote wanafanya nini, wanalingana kati ya mwanaume na mwanamke. Lazima tunarekebisha. Kama tulivyokwisha angalia kwenye mkanda, binti yeye alichagua kwamba olewe na nyumba ntubu. Baba yake hakumlazimisha. Aliona kwamba akiolewa na nyumba ntubu basi atakuwa huru. Uhuru kupita kiasi ni hatari.